Moja kwa moja kutoka KKT Kipunguni B, Dar es Salaam, Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Gongo la Mboto. Hii ni Kipunguni B Lutheran Church. Hapa tupo kanisani na hii ni baada ya ibada. Tupo na mwalimu wa kwaya ya vijana. Tunataka tuambie amejiandaje na tukio la Back to the Cross. Si ndio? Yes. Wakorintho wa kwanza 1:18. Hebu tuambie, nasikia umetunga nyimbo nyingi sana. Ni kweli nimetunga nyimbo nyingi, nimeandika nyingi. Lakini kwenye tukio hili zitakuwa ni nyimbo 5. Zitakuwa nyimbo 5. Yes. Katika nyimbo zote 5 ni ipi unaikubali zaidi? Mimi nafikiri nyimbo zote, kwa sababu katika nyimbo zangu zote ambazo tumeziandaa kwenye tukio hili zimebeba ule ujumbe ambao ni kama tulivyosema kwamba Wakorintho wa kwanza 1:18 kwamba kwa maana kwetu sisi msalaba kwetu ndio nguvu. Yaani wale ambao wanapuuza kwao, lakini sisi kwetu ndio nguvu ya msalaba tunapoipata. Kwa hiyo nyimbo zote zimebeba maana hiyo. Kuna nyimbo nyingi, kuna Kalvari, tunaamini kwa Kalvari ndo tumepata ushindi na ukombozi tumeupata. Lakini pia kuna nyimbo ambayo inasema hivi kwamba Yesu kwa ajili yetu, alikufa kwa ajili yetu. Alikufa kwa ajili yetu. Ziko nyingi sana. Zipo 5. Kila kitu nyuma yake kinakuwa na msukumo wa kihisia. Tunatamani tupate, washarika wa Kipunguni B wanatamani kupata kutoka kwako mwalimu wa kwaya vijana. Nini kilikuwa nyuma ya hisia za utunzi wa nyimbo zako? Maana watu wengi wameonekana kuzikubali sana. Mimi naamini sana kwenye neno. Unajua yes, unajua kila mwalimu anakuwa na aina yake ya utungaji wa wimbo, lakini mimi naamini kwenye neno, na ndio maana nyimbo zangu nyingi zimegusa neno kwa sana. Zipo aina nyingi ya nyimbo, kuna wengine labda za hadithi mbalimbali, nyingine zinaweza zikaelezea historia pia ya maisha ya watu fulani, hata ya kwake pia. Lakini mimi zangu mara nyingi huwa natamani niguse kwenye neno, kwa sababu kwenye neno ndiko kila kitu kinapatikana. Hapo mwanzo kulikuwepo na neno. Yes. Bila neno kusingeweka kitu, si ndio? Mungu alisema tu na iwe neno. Ikawa neno. Asante sana. Na ukitazama kwa ukubwa wa tukio ambalo tunaenda kulifanya Ijumaa, kwa walimu wengine wa kwaya katika sharika nyingine, una nini cha kuwashauri? Kwanza nimejifunza kitu kwamba yani labda ni uoga wa kufanya jambo. Unajua hii ilikuwa ni ndoto ya kwaya na viongozi pia wa kwaya kwa kipindi cha muda mrefu sana. Lakini naamini katika hili pengine Mungu ndo ameona ni wakati wake sahihi wa kufanya hiki, kwa sababu tulianza kwa mawazo. Lakini naona ni wazo ambalo linaenda kutendeka sasa kwa vitendo. Kwa vitendo. Kwa hiyo kwa walimu wenzangu pia naamini wapo wengine wanatamani wafanye hivi, lakini kuna ile hali ya uoga kwamba tunafanyeje. Na ndio maana kuna baadhi pia wengine wanatamani kwamba waje waangalie tumewezaje kufanya hivyo. Kwa hiyo naamini kwamba kuna hali tu ya uoga, ni vile tu kwamba tujitume, kwa sababu pia mziki unabadilika. Tunaona kwamba kuna wakati tulikuwa tunatoka location, tunaenda kufanya location, tunasafiri, lakini sasa hivi ndo live ambayo inachukua nafasi. Kwa hiyo lazima pia tuingie kwenye mfumo huu. Asante sana. Kwa lugha rahisi kabisa, mtu akikwambia ulielezee tukio hilo kwa maneno machache yanayofika moja kwa moja kwa watazamaji wa KKT Kipunguni B YouTube channel na mitandao yake ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na TikTok, utalisemea kwa maneno mangapi? Ni maneno machache sana. Back to the Cross imeandaliwa kwa ajili ya washarika wa KKT Kipunguni B, lakini pia na washarika wengine na watu wengine wa dini zote, madhehebu yote. Tunakaribishwa sana, kwa sababu hili sio ibada tu, lakini pia ni ibada yenye nguvu, ni ibada yenye urejesho. Kama tunavyosema turudi msalabani, kwa sababu msalabani ndiko kila kitu kilimalizika pale. Tulipata ukombozi, tulipata neema. Itakuwa the best sana, itakuwa the best. Asante sana. Vigelegele. Nimesikia tangazo la mwenyekiti kanisani akiwaambia waumini kwamba kanisa hili litazagaa ama litakuwa limetapakaa kamera kila mahali. Unawaambia nini wanaolala kanisani? Mimi niseme tu kiukweli tulilifikiria kwa ukubwa sana. Na mimi niseme kama alivyosema kwamba kamera zitafungwa. Ni kweli kabisa, kwa sababu unajua tukisema kitu live, inawakia kila kitu kinakuwa ni live. Kila kitu kinakuwa live. Kila kitu kinakuwa live.
hata tu wale ambao wanakuja kufanya hili tukio kulirusha au kuchukua live watakuwa ni watu ambao kila kitu kimekaa mahali pake. Lakini pia ukianza na mahosti wa tukio tumewachukua wale ambao ni wabobezi wa hiki kitu. Kila kitu kipo kwenye mkao wake kabisa. Mtu anataka kufahamu mwalimu wa kwaya ya vijana KKT Kipunguni B anaitwa nani? Jina langu naitwa Anania Josephat Ngatungwa, ni mwalimu wa kwaya ya umoja wa vijana KKKT usharika wa Kipunguni B. Asante sana mwalimu. Asante sana. Watazamaji wetu wa KKT Kipunguni B YouTube channel pamoja na mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Mimi ni Milton Mwakajitu, hosti wa Back to the Cross. Asante sana. See you next time.